Yo, ni aje mtungo wa nguvu, karibu tena. Na huu ni mwendelezo wetu sehemu ya pili, pale tulipoishia sehemu ya kwanza. Sasa ungana mtu kutizama tena story mwanzo hadi mwisho. Ni kwamba huyu mchizi basi kila ameenda kununua zake mkate. Na ndio siku ambayo alipata umauti baada ya kuongwa na gari. Lakini basi baada ya yule jamaa kurudi nyumbani, hakuwa Eric yeye, bali ulikuwa ni mzimu wa Eric. Sasa mke wake alikuwa anajua kwamba anaishi na mume wake mle ndani, lakini kumbe haikuwa vile. Ulikuwa ni mzimu wa mchizi. Sasa ungana mtu kutizama tena story mwanzo hadi mwisho. Mimi Oga the King. Karibuni tuweze kutizama story mwanzo hadi mwisho. Sasa leo mke wake yupo zake ndani anakula, mara ghafla mchizi anamtokea. Akataabika pale afa akaenda kudondokea ukutani. Mamba alikuwa anaongea neno moja tu kwamba nataka unipeleke nyumbani. Nataka unipeleke nyumbani. Sasa haya ndo maneno ambayo alikuwa anaongea mchizi akishamtokea mke wake kama ule mzimu. Sasa mke wake anamwomba tu msamaha. Mume wangu naomba unisamehe. Najua nimekukosea sana, lakini adhabu unayonipa haistahili. Basi jamaa akanamwambia vile vile kwamba nataka unipeleke nyumbani. Lakini basi mke wake alikuwa anajua kama mzimu, yani ule mwili wa mume wake upo sehemu gani. Sasa mchizi anazidi kumwambia vile vile, nataka unipeleke nyumbani. Unipeleke nyumbani. Afu mamba akapotea. Basi baada ya pale kama mchukua rafiki yake huyu. Huyu alikuwa ni rafiki yake na mume wake, mara kama shemeji yake. Sasa akawa ameenda mpaka mochwari. Sasa alipofika kwenye ile mochwari alikuwa anaongea na huyu mhusika kwamba sisi tumekuja kuchukua huu mwili na sisi ndio wahusika. Mimi yule ni mume wangu. Basi na ile rafiki yake akamwomba, of course tuombe tupe huo mwili, sisi ndio wahusika wenyewe. Basi huyu mlinzi wa ile mochwari ndio akakubalia kwamba waje wachukue mwili siku ya kesho, ili waende wakachukue na kwenda kuzika ule mwili kijijini. Sasa leo mke wake yupo zake kwenye harakati hapa na pale, anatoka zake narudi nyumbani, halewi hili wala lile, anawaza aende nyumbani awapelekeze zile taarifa. Lakini kwa maana ghafla mchizi anatokea kwenye ile gari. Mke wake anakuja kushtuka, nini tena kama vile Eric yuko hapa. Mara ghafla kwenda anachungulia hapa anamuona mwamba huyo hapa amepaa kwenye gari. Lakini akawa anamwambia neno lile kwamba nataka unipeleke nyumbani. Mke wake akawa ameondoka kwenye gari afa akakimbia. Mungu wangu. Hii ni nini? Kwa leo tena yupo zake anapiga pasi nguo, hana hili wala lile. Mara ghafla hali nini kinaendelea? Mwamba anatokea pale afu anajichoma na pasi. Nini tena? Kwa nini hapa katikati? Mungu wangu, kumbe ni Eric. Afu mwamba anamwambia vile vile kama vile kwa anamwambia mwanzoni kwamba nataka unipeleke nyumbani. Lakini Uju anamwambia nisamehe mume wangu. Mwamba anamwambia vile vile nataka unipeleke nyumbani. Nataka unipeleke nyumbani. Hivyo basi mwamba tena akapotea. Basi baada ya pale na yale matukio kuzidi, basi waliamua kuchukua ule mwili kwenda kupeleka kuzika kijijini. Sasa kwenye ile safari kimbembe kikaanza. Mwamba huyu ndiye alikuwa amebeba ule mwili kupeleka kwenye mazishi. Sasa ghafla gari yake inazingua. Ndiye ndo alikuwa anaendesha huo msafara. So mwamba akasema basi ngoja acheke kama vile engine imezingua, akageuka kama vile kuna tatizo itakuwaje. Akawa anaangalia kwenye engine. Mbona gari iko sawa, iko fresh? Mbona au kuna tatizo gani jingine? Basi ukumbuka kwamba huyu mwamba ndo alikuwa amebeba ule mwili wa mchizi Eric. Ndio amekuwa ametia kwenye jeneza mle ndani. Sasa akawa ameingia kwenye ile gari afu akaendelea na safari zake kama kawaida. Sasa nini kinaendelea? Basi safari kaendelea mwanzo kuelekea kule kijijini. Sasa magari akawa amechukua yale ya mume wake pamoja na marafiki zake pamoja na majirani. Lakini basi safari ikawa ni kuendelea, maana changamoto zikawa ni nyingi. Anachukua ile gari imestaki, haiendi. Mwamba basi akawa anakagua gari tayari kwamba labda punch imetokea au ni aje. Sisi kama hii gari hii safari ishaanza kuingia changamoto. Basi mwamba akachukua zake kuna mafuta ya upako hapa alikuwa nayo. Akasema basi gari jaribu kupuliza mafuta ya upako kwenda basi mambo yatakuwa sawa. Mwamba akaanza kufanya zake matambiko hapa akawa anapuliza mafuta ya upako, enda basi safari yake itanyoka. Mwamba amebeba hili jeneza la mchizi Eric, basi pengine mauguza mambo yameanza tena kutoka kwenye safari yao. Basi jamaa nao wakashuka kwenye gari. Nini tena kinaendelea hapa? Waweze kujua kama labda kama kwa changamoto wao jamaa kama amepata hitilafu kwenye gari lake wajue kwamba nini tatizo. Jamaa anawaambia kwamba gari langu lipo fresh, lakini bwana sielewi. Hebu tuambie bro, tatizo ni nini? Jamaa basi anawaambia kwamba gari lipo fresh, lakini basi naona kama kuna changamoto kwenye hii gari. Ama sio kama hii maiti yenu hii italetea tatizo kabisa, yani sielewi. Anyway, kwa hiyo basi tuendelee na safari yetu. Sasa mwamba akawa amefunga ile gari kama kawaida, afa akarudi kwenye gari kuendelea na safari yake kama kawaida. Haelewi nini kinaendelea. Lakini basi huenda hii tatizo basi safari yao itakuwa imeingia na changamoto. Hawajafika mbali, mara tena ghafla jamaa anashuka kwenye gari kucheck gari lake juu kuna nini. Kumbe mwamba yupo zake huko mbele amesimama. Nini tena? Basi ni mzimu wa yule Eric. Basi huyu mwamba naye akawa achukua yale yale mafuta ya upako aanze kupulizia. Mwamba akawa anampulizia. Wewe toka naomba tupesi hapa. Sasa mwamba anafanya yale mazingira yake fulani hivi, basi safari endelee kuwa nzuri, wamfikishe mchizi kwenda kumzika. Mara ghafla akapotea.
Oya kimbembe hapo mwanangu. Mara ghafla jeneza ile hapo chini. Nini tena? Basi akaita watu wale kwamba jeneza limetoka kwenye gari afu limetoka pale chini. Itakuwaje? Basi watu wote wakawa wametoka kwenye ile gari na wakashuka paka pale chini. Sasa wakaanza kwamba wachukue tena ule jeneza afu watie kwenye gari. Mara ghafla mwamba jeneza likafunguka. Wakatimuka mbio. Nini tena hapa? Sasa mwamba akawa amesimama, akakaa kwenye lile jeneza. Oya kimbembe, na hapa ndo kilipoanzia sasa. Mchizi amegoma kwenda kuzikwa. Sasa baada ya pale wakawa wameita waganga wa kienyeji kibao basi waje wafanye matambiko ya kimila ili kusudi mchizi aweze kwenda kuzikwa. Kuna basi mganga anafanya zake mambo yake, mara ghafla alikuwa bonge moja la panzi. Mganga kaona hiki ya nini kufia hapa? Basi mwamba akachola, akakimbia kweli kweli yani. Basi watu wanabaki wanashangaa, nini kinachoendelea hapa? Mungu wangu. Mbona sasa mambo yashakuwa magumu? Basi wakatafuta tena mganga mwingine hapa. Huyo mganga basi alikuwa ni wa kike. Akaanza kufanya mazingira yake basi kwamba mchizi basi kubali kwenda kuzikwa na shughuli yake ishie pale. Sasa mke wake basi anajiri kushangaa tu, Mungu wangu. Hana basi hao majirani naona wanashangaa. Nini hiki? Kinakuaje tena? Basi huyo mganga wao basi akawa anafanya ile matambiko na anapiga pale nyimbo za kimila ili kusudi mchizi akubali kwenda kuzikwa. Lakini mchizi basi amekaa pale akawa amemwangalia. Mara ghafla akamkaba huyu mama. Basi mama naye alikaba paka pale akapoteza fahamu. Nini tena kinachoendelea? Shughuli kawa ni nzito. Wanabaki wanashangaa, nini tena? Mungu wangu. Mbona kazi ishakuwa ngumu? Shughuli sasa ishakuwa shughuli. Basi baada pale wakawa wameita mchungaji, maana baada ya kuita wale waganga wakawa wameshafeli. Basi mchungaji akaitwa pale aweze kupiga maombi kweli yani pale. Mwamba anawachora tu. Nini tena? Basi mchungaji akawa anapiga maombi. Mke wake naye uje akawa anapiga maombi kweli ni kwamba mume wake basi amsamehe ili kusudi akubali kwenda kuzikwa. Lakini basi haikuwa vile. Mwamba alinyosha mkono tu. Kuna wimbo lilitanga. Alafu radi zikashuka, radi zilipiga watu pale. Alafu hao walikimbia mbio za kumwaga mwanangu usipime. Mchungaji amekimbia vya kutosha yani. Basi baada ya pale ikabidi basi hapo iwaje kwamba kila mtu basi anajaribu kuongea la kwake kwamba labda kuna tatizo ambalo mmeyafanya, hebu semeni kweli. Basi yule rafiki yake akamfuata na shemeji yake akawa anamwambia, "Shem, wewe ndio ulijua yote haya na wewe ndio ulikuwa unaongea na mume wako. Hebu jaribu kuongea naye basi. Ongea naye." Huyo dada yake naye akamwambia, "Dada, jaribu kuongea na mume wako. Muombe msamaha, akubaliane hali kwamba haende kuzikwa. Ili kusudi basi tumalizane na hili. Maana mambo yashakuwa magumu." Basi pale mke wake Uju akawa amepiga zake goti chini, akaanza kumuomba msamaha mume wake. Basi akawa anasema, "Eriki, najua mimi nimekukosea sana mume wangu. Nilikutenda vitu ambavyo sio vitu vizuri. Na najua umekasirika sana. Na unajua kabisa mimi ndio chanzo cha yote haya. Hivyo basi naomba msamaha wako. Naomba msamaha wako mume wangu. Najua mimi sina la kufanya." Basi huku nako wachungaji na hawa marafiki zake wakawa wanazidi kupiga dua, kupiga sala ikusudi basi mchizi akubali kwenda kuzikwa. Hivyo basi jamaa baada ya yale maombi ya mke wake, basi mwamba aliamua kukubali kwenda kuzikwa na akawa amelala kwenye ile jeneza, na basi safari kama amekubali kwenda kuzikwa. Wakawa wamefurahi. Mungu wangu, asante Mungu. Jamaa amekubali kwenda kuzikwa. Sasa itakuwaje? Basi huyu jamaa naye alikuwa ametaka kubeba ule mwili. Wakawa jamaa ameona sasa hapa itakuwaje? Jamaa akagoma pana kubeba ule mwili wa marehemu kwenda kuzika. Akasema, "Mimi basi shughuli shaishia hapa." Basi akamwambia, "Basi tutakuongezea pesa, tuomba tufikishe mzigo wetu." Basi jamaa akasema, "Mimi siwezi tena kubeba huu mwili. Maana changamoto nilizokutana nazo basi sio changamoto za kawaida. Mimi naondoka, basi chukueni nyinyi ndio mkabebe." Basi baada ya pale wakawa wamechukua ule mwili na kwenda kuzika kule kijijini kwao. Sasa baada ya kufika kwenye ile sehemu ambapo kaburi lilikuwa limechimbwa, basi waliamua kuzika ule mwili, na hao ndio walikuwa wamechimba ile kaburi na walizika ule mwili wa mchizi yetu Eriki. Basi baada ya changamoto zilizotokea zote, na jamaa alikubali kuzikwa. Sasa baada ya kuzikwa jamaa, siku kadhaa mke wake basi alichoamua kukifanya ni kwamba aliamua kulala pale kwenye ile jeneza, ama kulala kwenye lile kaburi, akawa analia tu pale, "Mume wangu, mimi najua nimekosea sana. Mimi nitakaa hapa takriban hata mwaka mzima. Hivyo basi nahitaji msaada wako, nahitaji samahani yako, nahitaji msaada wako. Naomba unisamehe mume wangu." Na story yetu ndio ilishia hapa. Mchizi basi alikubali kuzikwa, lakini mke basi naye pia alikuwa anaomba tu msamaha, analia kweli kweli pale na aweze kusamehewa. Sisi tunaishia pale, na nadhani utakuwa umejifunza kwenye hii story yetu. Asante sana, pia usahau kusubscribe. Mimi naitwa Oga the King. Karibu tena uweze kusubscribe na tukutane kwenye story nyingine.